Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtaongezewa. Sasa kwenye hii sentensi kuna siri kubwa sana ambayo inaweza ikakusaidia kupata hitaji la moyo. Hitaji ya moyo. Naposema hitaji ya moyo, huenda ukawa una maono tofauti, huenda ukawa kuna kitu unatamani. Sasa siri hiyo ipo kwenye hiyo sentensi. Sasa ili kuweza kuelewa maana ambayo imejificha kwenye sentensi hii, unatakiwa kuweza kuelewa neno ufalme wa Mungu, neno kwanza, elewa neno haki yake. Sasa kwa sababu ya muda, mimi sitoenda kuelezea kila neno hapa, ila isipokuwa ninakupa summary ambayo itaweza kukusaidia kwamba wewe ukiweza kuiapply, basi itaweza kukusaidia kupata ile siri ambayo Yesu ameweza kuitoa, siri ambayo Yesu ameweza kuisema kwenye sentence hii. Na mambo hayo, jambo la kwanza, seek to know your purpose. Tafuta kujua sababu. Kwa nini Mungu amekuumba? Kwa nini amekuweka hapa? Na anataka ufanye kitu gani? Sasa ukiweza kulitafuta hilo kusudi na ukalipata, jambo la pili, master on that area. Hakikisha kwamba unakuwa competent, kwamba ukishajua kwamba mimi Mungu ameniumba ili niweze kufanya kitu hiki, hakikisha unakuwa competent kwenye hilo eneo. Alafu mwisho, serve your purpose to the world. Fanya mambo haya matatu, basi haya maneno ya Yesu yatakuwa yametimilika katika maisha yako. Lakini sasa changamoto iliyopo ni kwamba watu wengi leo hii hatujui namna ya kuweza kulijua kusudi. Kwa nini niko hapa? Habari njema ni kwamba kuna principles ambazo watu mashuhuri, hata Yesu mwenyewe aliweza kuzitumia principle hizi, akalijua kusudio lake, akaweza kulifanyia kazi, akabadilisha dunia, na mpaka leo unaona kwamba jina lake ni jina ambalo limeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa nini amefanikiwa? Ni kwa sababu aliishi ndani ya kusudi lake. Kuna wakati Yesu aliuambia umati, akasema imenipasa kwenda kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu kwenye miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo na alitumwa. Swali langu kwako ni hili. Leo hii unaweza ukawa una uthubutu wa kusema kwamba imenipasa kufanya jambo maana kwa sababu hiyo na alitumwa.